Hata hivyo, mwanamke mmoja anayedaiwa kuwa mraibu wa dawa za kulevya amefariki katika eneo la Ukunda kwa kukosa dawa. Fatma Pochi, ambaye ni mama wa mtoto mmoja, alifariki akiwa hospitalini. Idadi kubwa ya waraibu wa mihadarati wamefariki kutokana na ukosefu wa dawa hizo tangu msako kuanza katika kampeni ya kuiondoa mihadarati pwani ya Kenya. Msafara wa ombolezaji ukaonekana ukielekeza jeneza katika eneo la makaburini kumzika marehemu Fatma Pochi. Kifo hiki ni kifo ambacho kimetutia huzuni kwa huyu dada yetu, maana ni dada yetu ambaye tunamjua kwa muda mrefu, na ni dada ambaye ni famous, anajulikana sana hapa mtaani. Ilikuwa safari yake ya mwisho, na huku akiswaliwa chanzo cha kifo chake kinafahamika kinagaubaga kuchangiwa na matumizi ya mihadarati. Nadaiwa marehemu alianza kutumia dawa hizo tangu alipokuwa darasa la 8, na juhudi za kumsaidia kuachana na uraibu huo zimeambulia patupu. Alikuwa yeye hasikii chochote, yasikia unga. Uhaba wa dawa hizo kwa sasa, kutokana na kampeni iliyoanzishwa na Rais Kenyatta ya kupambana na dawa za kulevya, umesababisha wengi kufa kwa kukosa matibabu yafaayo. Tumefikisha sijui vijana 20, sijui ni wangapi hapa kwetu mtaani kwa kufa kwa unga. Ijapokuwa ni janga ambalo limekuwepo kwa miaka mingi katika pwani ya Kenya, huku wazazi wakimwomba dua Mwenyezi Mungu abadilishe hali za watoto wao. Sasa mimi nashangaa na huu unga uliokuja, ulielemea huu upande wa huku kwetu. Na huku kwetu hakuna watu ambao wanasaidia hawa watoto. Wanasaidia upande wa Mombasa, Malindi na huko Lamu, lakini huku kwetu hakuna watu wa kuwasaidia. Mwenyezi Mungu atuletee kimbunga kije kiondoe hawa wauzaji wa unga. Mengi zaidi kama ushauri na saha na matibabu ya wanaoacha matumizi ya mihadarati yanafaa kuzingatiwa ili kuzuia maafa zaidi. Agnes Penda, KTN News.